ladies and gentlemen, boys and girls. Oh yes, in the house, in the building. Yeah. Legendary mwenyewe TID. Watoto dogo. Hivyo sasa ndio nilikuwa nataka kusikia kama hizo sasa. Amependa sana. Yeah. Kabisa. Mambo vipi? Mambo ni mazuri kama unavyoniona, alhamdulillah, nashukuru. Karibu sana. Nimekaribia, niko ndani. Uko ndani kabisa. Nakula maisha tu. Maisha Nairobi inakupelekaje? Nairobi so far so good, lakini nimepata muda wa kulala sana. Nimechelewa kulala hizi siku mbili zote. There's too much information. Kuna vitu vingi, a lot of activities. A lot of to-do list zipo, yani vitu vingi sana. Kabla uje, mimi nilimwona anapiga gym. Akisema kwamba anakuja Nairobi. Ile umetumia hizo nguvu tayari. Wewe ni mchokozi sana. Unajua nguvu za kufanya performance ni nguvu hizo. You need to practice kwa sababu unahitaji uwe na pumzi, uwe na stamina, confidence. Hivyo vyote lazima uwe consistency, lazima uwe na hiyo hali. Yes. Uwe active body, uwe fit. Umeelewa? Ndio maana huwa najifua sana kwa sababu mimi ni mtu wa live music band. Live music hakuna mchezo. Ndio maana unaona vijana siku hizi wakiimba kama wanabana pua hivi because they are studio artists. Ukimpa mic kwenye stage na live band, utasema hii muziki sio wa kwake. Juzi tulikuwa hapa na Clebo. Do you remember mlipokuwa ilikuwa nini ile wakawa na kina Lady JD, there were different artists, you were together and you sang. Yeah, it was and it was after so beautiful. Party. It was after party. Yasugu. Kabisa. Ukaimba na sauti yako bado iko very powerful. And excuse nilipata mchumba, to be honest. There was this lady came there and she was crying. Na mwanzo nalia nini? I said, your voice, sir. Don't call me sir. Your voice. And she was, and the tears are dropping. Baada hapo kapita naye. Kausha. Basi jamani tuimbie TID, tumemisi. Clemo sasa unapoenda huko mtu mzima. Amekuja Kenya tunasemaga amekuja sana. Amekuja sana. Vitu kama hivyo. I love it. Acha mnyama. Ngoja kuulize, how do you keep your voice that powerful all these years? Kwa sababu wengine wanasemaga inaenda ikipotea na umri. Lakini sio kweli. Unajua hii sauti ni gifted. Yes. Ni kitu ambayo Mungu amenipatia. Kama nilivyosema, if I sing, my voice iko na autotune yake yenyewe. Iko imetengenezewa. Kwa hiyo huku katika hii vocal box yangu hii kuna vitu vingi sana. Kuna amplifier humu ndani, kuna crossover, kuna equalizer, kuna effects, delay, reverb, kila kitu kipo. So in order to keep this thing alive, you have to, wenyewe wanasema uwezi kwenda kuwinda una silaha kali. Kwa hiyo hii silaha nakuwa muda mwingi na inoa na make it sharp. Kama hivyo kukimbia kilomita nyingi. Unapiga mazoezi sana. Mazoezi ya kama hayo kunifanya niwe fit nazima because kama nimesema hii ndio ofisi yenyewe. Hii ndio ofisi. Leo wakati tunakuja hapa kuna dada mmoja ametupigia simu, mimi na promoter wangu hapa Mr. Jembe au vipi, ametupigia simu kutoka Qatar. It's like a few minutes before we enter this building. Na yeye amesemaje, bosi wangu ananisumbua, anataka zile voices za kweli. Wasanii wa sasa hivi hawaelewi. Bosi wake ana complain and she's telling me. Na huyu anasikia. Anasema watu kwanza mashairi yao ni mabovu. Nataka watu ambao they are stage performers. So in order to keep that level, unabidi ufanye kazi ya kulinda hiyo sauti. Ambayo sana kwa sababu tukiachana na sauti pia una dance sana ukiwa on stage. Unataka uwe unakunywa vitu vya moto pia. Clemo, sijui kama unajua. Clemo kwenye kudance hapo sasa ndio utanijua mimi ni mnyama. Kuna nilipiga move moja hivi, I moved my body like a snake. Watu anakuja na nyoka. Maana wanakuona una nini ile break dance kama MJ. Nikamwambia hapana, sio nyoka, ni binadamu. Ni yeye. Wasema lakini kumaintain lazima pia upige vitu vya moto sana. Vitu vya moto ni muhimu sana. Mwambie Clemo vitu gani? Maana vya moto vyake na vyako tofauti. Hujajuaje ni hivyo hivyo. Naambia Clemo ni nani? Ngoja hivyo vitu. Ni vitu vya moto. Yaani nikizungumzia vitu vya moto nazungumzia nazungumzia vitu warm.
room temperature. vya 40% sema vya percent gani pia tujue. Yaani kwa mfano vile kama unapendelea kunywa vinywaji vikali lakini you don't put ices on them, lakini kama unakunywa ndo wewe mtu wa mimi maana mtu wa Tusker Malt. Hii Tusker ya kijani. Kama napiga Tusker Malt zile za kijani basi nitakunywa zile warm zote. So that asubuhi nikiamka hakutakuwa na hizo mucus nini kama cold threat. Unajua you have to make sure the voice is still there. Always. Especially when you talk to the ladies and they have to understand how so kaka sauti yake. Kitu kimoja nimenotice story za TID. Asikosi mdada. Lazima tangu aingia hapa kwa studio. Madada watatu. Wanakupenda ama unawapenda wakidada? Wananipenda na mimi nawapenda pia. It's like a 50-50. Komsa inakuja inakata. Ngoja nikuulize, wakati ambapo umeingia hapo umesema watoto wadogo, alafu pia unapenda kuitumia sana kwenye video zako online. Ina maana gani ile? Watoto wadogo ndio hiyo na sasa tumeizungumzia hapa. Watoto wadogo wao ni akili yao ni ya kugeza. Muziki yao they trying to copy other people's music to make our music. Nakumbuka wakati tunatoa watasema sana niko na Nazizi Hirji rafiki yangu sana wakati wako Necessary Noise mwaka huo 2005 kulikuwa hakuna mapiano, kulikuwa hakuna Niger music. We used to have our own sound Afrika Mashariki. You see, you nasikia hiyo kitu ya nyuma msiokaa amepiga hiyo beat na mimi nilivyoimba kwa Kiswahili fasaha, alivyoingia Nazizi na hiyo patwa ya Kiswahili, that was our own sound. Lakini sasa hivi hawa madogo wanahangaika kweli kuchukua mapiano, manini, mwisho mtatuletea na magita, mnageza, mnafanya muziki wenu. So that's not our culture. Hiyo sio culture ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo nawaita watoto wadogo kwa sababu they think very small. Wanawapromote culture za watu, wanawapa watu pesa. Wasanii hao wakija hapa wanachaji pesa nyingi. Sisi tunapewa nothing. Ndio maana naambia watoto wadogo njipange. Ndio hiyo. Mnacheza na weather tu kidogo hapa, mjui amuoni mbali. Ni muda gani sasa kwenye game ya TID? Niko kwenye game sasa hivi. Unamaanisha game reserve au game muziki au national park? Kwenye music. Lemon watoto wadogo. Kwenye music. Kwenye music almost 20 years right now. Okay. Miaka 21 inaenda sasa hivi. Maki nimetoa Zeze 2002. Ndio nikaja huku Nairobi kipindi hicho. Watu wanasema TID yuko hot, DJ Pinye anapiga muziki wangu. Yani hivyo hatari kabisa huko Makanivo manini. That was 2002. Naingia mtaani nakuta CDs nauzwa tu. Yeah. Hicho kipindi, did you know you were that big in this country? I never knew I was that big. Aliniambia tu utakuja utafanya special appearance, kutakuwepo kuna Jose Chameleone na Red Sun. Yeah. But I was the main act na hiyo ilinisumbua kweli. Tukazozana. In that time, man, media ya Kenya ilikuwa you don't play with them. Yeah, you don't play with them. When once they can get you there, muda mwingine wanakushusha. Kwa hiyo iliniharibia. It was a big controversial. Yeah. Lakini at the end of the day it was not my fault. Lakini baada ya hapo ndo nikajijenga sasa, nikasema kwamba I said this is who I am. Na nataka tukirudi tu japo hapo because ni kipindi hicho cha nyuma kidogo kulikawa na taarifa sijui TID amevurugana kwenda jela, you know, and we are seeing you right now. Personally, I'm very happy to see you. Mimi fan wako mkubwa sana since back in the day. And to have such a fan like you, nataka nisikupoteze, nikuweke, nikubembeleze. Jamani. Naogopa mimi. Usiogope, I won't bite. Ona, ni msanii TID. Tutapiga story nyingi sana. I know you have questions kwake. Kuna wakati ni wakati mtangazaji alimuita mkongwe, akamaindi sana. Mkongwe ni yule anatembea na stick. Nyanya. Anakuja tueleze mbona alimaindi kiasi kile. Anacheza muziki pia, anafanya shughuli zingine kama acting, kwa mtangazaji. Kipindi chetu na Chidi vipi kinaendelea? Kipindi chetu na Chidi bwana wamekipozi kwa sababu Chidi Benz alitaka kumpiga director kwenye scene. Jamani. Kwa hiyo akakasirika, lakini mimi I was there just to mzuia Chidi Benz. Sasa unajua they can't punish one person wakati Chidi Benz wakasema basi tutawatoa nyinyi, ndio wameweka watu wengine. Lakini
season ya Maskani Poa ni idea ya kwangu mimi na Chidi Benz. Kwa hiyo tunaangalia unajua tena DSTV ni ndugu zetu, wakiona watu wengi unajua kwenye biashara hizi hakupigana, in fact walikuwa wanabishana. Alimwambia bwana Chidi Benz, you can't bring your girlfriend inside the set. Kwenye hii set ya uwezi kumwambia girlfriend wako anapiga picha, unatoa siri za kambi. So lakini haikuwa sijui ni njia nzuri ya kumwelewesha Chidi Benz, na Chidi Benz aka panic. So there was this argument ambayo ikawa commotion tena, ndio hivyo. Lakini kitu chote kilikuwa kimerekodiwa, hiyo ni mbaya. Kwa hiyo kwa sababu hiyo naweza kusema Maskani Poa ya TID na Chidi Benz ikapumzishwa. Lakini kuna vitu vingi vinakuja vya kwangu. Niko na podcast yangu inakuja sometime soon. Na hiyo itakuwa tu mainly kuzungumza na wasanii wenzangu na rafiki zangu na wadau wa muziki, promoters. Promoters mara nyingi huwa hawapati nafasi ya kuzungumza na, lakini they are paid. Tunawasikia tu promoter, lakini wanacheza nafasi kubwa sana kusambaza muziki wetu na kufanya upendwe. Jamani, sasa nataka tuimbe tu na muda unaenda. TID mwenyewe. Top and down. Very big song Zeze was. Kabisa. Very big. Ni wimbo wa kwanza kuuza kwenye compilation kama inaitwa Putumayo Old Music. Na kwenye hiyo compilation kulikuwa kuna wasanii wakubwa kama kina Yusundu, Nana Cherry, China. So it was the first Tanzanian song to break international. Ilikuletea mafanikio gani katika maisha yako? Mafanikio ni mengi sana, siwezi hata kuyaelezea yote. Cha muhimu tu ni kumshukuru Mungu kwa yote ambayo mafanikio nimeyapata. Mafanikio yapo mengi, hadi watoto nimepata kutoka na wimbo. Ala! Wacha! Watoto children. Exactly. Ni vizuri tu at this point tukue clear. Clemo yuko na tatizo gani kwenye nani Kiswahili changu? Kiswahili yangu inamsumbua. Na wajua Clemo tayari huwa ni wenu huko. Sasa hapa leo anapitisha kamoto za Kiswahili kingi. Watu wangapi sasa TID? Sasa hivi nimebahatika kuwa na watoto 3. Mama tofauti. Hiyo ni changamoto pia. Mama ni wako tofauti. Kila mtoto na mama yake. They have to be special. Kila mtoto ana mama yake. Una plan kwa wengine, kuwa na wengine? Hiyo ni plan yangu, lakini sasa hivi nataka nitafute jini ya huku Kenya. Ya Kenya inakuwa iko sharp minded. Unasikia vile mwanamke anaongea, anakuchenjia, anakubadilikia. I like that tone. Una mpango wote labda kufunga ndoa? Kufunga ndoa nataka sana, lakini kuna mambo mawili matatu nataka nimalize kufanya na alafu nifunge. Haiko karibu yani. Ni karibu. Unaweza kusema ni karibu kumbe si karibu. Na saa nyingine unafanya engagement, unataka kumuoa mtu, then you break up. Unasafiri unakaa huko miaka mingapi. Unajua vitu kama hivyo. Long distance relationship nao inachangia vile watu kutokuoa. Lakini when the time is right, everything will happen. Kabisa. Alright. Anaitwa TID. Ukipenda hivyo sasa. There you go. Ngoma inaitwa Macho. Na hii Macho, juzi nimepigiwa simu kutoka East Africa Entertainment Awards. East Africa Arts and Entertainment Awards ambazo zinafanyika Nairobi hapa. Na katika nyimbo ambayo imeingizwa kwenye hiyo awards ni category ya Best Male Legend, as a masterpiece song from Best Male Legend. Hao watu wa EA kama wananisikia sasa hivi, I'm saying hi guys. Bye. And I was telling you earlier on kwamba do you know kwamba mziki wako mwingi tu akina Aisha DJ anaweza confirm hapa is always in clubs. Unapigwa sana na live bands. Your songs yani ni baadhi ya zile chache ambazo zimekubalika. Unafahamu hili hasa kwenye nchi yetu? Kwa Kenya najua mziki wangu unapigwa sana kwenye clubs. Lakini kwenye live band nakumbuka last time I went to Kidumu's live band na walikuwa wanapiga nyimbo ya Nyota Yako. Na ninavyojua mpaka kesho yake bado wanapiga hiyo nyimbo ya Sura Yako. It's a good news. It's good news. It keeps me alive. Na I didn't record music just to vanish in a thin air kwa muda mchache kama wanavyofanya hawa watoto wa sasa hivi, hawa watoto wadogo. They release music each and every day. Muziki mingine inakaa tu like 1 month. Nafikiri wanakosea wapi? Nafikiri kwenye utayarishaji na maudhui na melody na feeling. Muziki ni feeling.
hiyo feeling imewagusa watu wengi. Unajua mimi naweza kuambia watu laleni kwenye stage, watoto wakalala, as if like I'm a prophet or somebody. Niko na hiyo kipawa cha kumvuta mtu mawazo yake kuyaingiza kwangu. Yani it's a convincing voice, convincing